Ndizi za Tukuyu jamani ni tamu kweli kweli, zina sukari. Jamani unaweza kaungia hata kwenye chai. Ndizi 100 zimetokea Tukuyu za leo. Udada anaenda kwa jina la Eno. Eno ni mchapakazi kweli hapa kijijini. Watu wanapenda sana ndizi zake maana anajua kuvundika. Jamani ndizi ndo zinaondoka, zikienda zirudi tena. Ndizi mzigo natutupa huku mjini. Sasa tunakutana magari ya kifahari yanaingia kwenye kijiji hiki. Huyu ni chifu wa kijiji hiki, anaenda kwa jina Chairman Geoffrey. Hapa msafara unaongozwa na mtoto wake ambaye anaenda kwa jina Amina. Basi moja kwa moja mpaka kijijini. Mama, Chairman amekuja wa kijiji. Jamani Chairman amekuja. Matatizo yetu yanaenda kutatuliwa. Hebu twende tujiandae haraka twende. Basi anakimbia kwenda kumpa taarifa rafiki yake alikuwa shambani. Chifu amekuja. Twende sasa hivi. Jamani mnazungumzia nini? Chairman amekuja wa kijiji. Jamani Chairman, matatizo yetu yametobolewa, yametatuliwa. Tanana. Basi bwana, chifu ameweza kufika sehemu ambayo inatakiwa afikie. Hii ni nyumba yake. Aliacha tu wafanyakazi hapa. Kuna mfanyakazi wa kiume anakimbilia hapa baada ya kumuona chifu. Huyo ni mfanyakazi wangu. Karibu mkuu. Karibu chifu. Vipi maandalizi yanaendaje? Maandalizi yanaenda salama kabisa chifu. Muda huo anakuja mfanyakazi wa kike. Jamani ongeleni jamani, mmesafiri salama. Lakini chifu, huyu ndo mtoto wako ule ni mwachaga mdogo anaenda kwa jina Amina. Jamani Amina ni mtoto mzuri, nikacha kidogo tu. Mama akasema hebu ondokeni hapa. Basi unaambiwa kuwa baada ya kuondoka chifu akasema jamani twendeni tukapumzike ndani. Wakaingia ndani kwenda kupumzika. Mapema hii asubuhi mama akawa anauliza vitu ambavyo vimeisha ili aweze kununua. Nataka mashuka 9 alafu na perfume. Vipi na hizo kelele za nje nazisikia za nini? Watakuwa ni wanakijiji wamekuja kumuona chifu ndio anipigie kelele hivi. Muda huo anakuja Mina na analalamika kuhusu maji ya baridi. Hebu jifiche huko, nataka kumuone mtoto wangu. Anakuja hapa chifu anauliza, "Wewe mtoto vipi? Mbona umevaa hivyo? Taulo tu." Mimi sijali kuhusu wanakijiji. Mwanangu twende nikakupatie maji ya moto." Basi unaambiwa kuwa akampiga kofi mfanyakazi maana ameweza kuona kifua cha mtoto wake. Huku mzigo natutupa mtaani tunakutana na huyu tajiri. Huyu tajiri ana watoto wake na ana mke wake. Basi ameweza kuja moja kwa moja kwenye kijiji kupumzika. Watoto wakawa wanalalamika, "Baba, sasa wenzio wanaenda kupumzikia Marekani, wewe umestaafu na kuja kijijini." Twendeni tunaenda kupunga huku. Mzigo natutupa huku kwa chifu nje tunakutana na raia kibao. Kauliza, "Hivi sasa tutasubiri ndani ya muda gani? Mbona tunaendelea kusubiri?" "Mama, tungeondoka tu." "Hapana, tuwezi kuondoka. Chifu tumemsubiri miaka 3. Ndio suluhisho letu ujue." Basi wakaendelea kusubiri hapo. Muda huo anakuja Anita. Huyu Anita ni mamake wa kambo wa Ana. Akamwambia, "We Ana, hebu ondoka hapa." Mama akaja kumfokea. "Hivi ona usubutuje kusema mtu aondoke kati ni msaada nitakiwa asome." "Anatakiwa asome, nitakiwa enda kamlee babake kule mgonjwa." "Hivi we bibikizee wewe. Bila ungekuwa sio bibikizee ningekutandika wewe, yani ningekuvunja." Basi hapa Anita akawa analeta ugomvi. Aliweza kuleta ugomvi mpaka usiku. Chifu bado hajatoka, anaendelea kumsubiri tu hapa. "Niache, nimekwambia niache. Unanivua wigi yangu, unajua wigi." "Jamani, kuna nini hapa? Hivi ndio utaratibu gani wa kumpokea mheshimiwa hivi?" "Hapana. Wewe tulikuwa tunasoma wote, wewe nakujua." "Tulikuwa tunasoma wote." Jamaa huyu ndo aliyeleta ugomvi huyu Anita. "Sitaki kujua." Huyu mama akaombea msamaha. Basi hapo akauliza chifu uko wapi? Huyu mama akasema chifu yuko busy. "Jamani chifu yuko busy. Tunamsubiri lakini chifu." Muda huo chifu akawa na timba hapa. Chifu akauliza kuna nini? Hawa na kijiji nilikuwa nawaambia uko busy." "Jamani mimi siko busy. Mmenisubiri kwa muda gani? Hebu twendeni ndani tukasherekee pamoja. Twendeni ndani." Chifu akaweza kuwaingiza hawa na kijiji lakini huyu mwanamke alikuwa amechukia kweli kweli. Huyu mwanamke anaenda kwa jina la Hilda. Hilda alichukia kweli kweli. Nyumbani kwa Anita anakuwa analalamika hapa. "Haiwezekani. Papa aliniambia ananioa, ananijoisha maisha, alikuwa na pesa. Niliwakana vijana wenye pesa lakini nikamkubali huyu mzee alikuwa na pesa." Amekunya jamani, amekunya. We Ana anakuja na ziba mpua. "Unaziba pua nini? Uso baba yako huyo." "Haya msafisha amejinyea hapo, fanya haraka bwana. Acha kunichanganya." Maskini ya Mungu, huyu ni babake na Ana. Ameweza kuparalyze ndani ya miezi 6. Hawezi kuamka, anajinyea hapo. Ana leo amemtembelea rafiki yake hapa Eno akamwambia, "Kwa hiyo unaniambia kuwa
mamako wa kambo anakutenga? Kwa nini anakufanyia hivyo? Lakini yule sio mume wake, alikubali kuolewa naye. Ndio, yani nilivyofilisika tu pesa na hela zangu zote za ada ndo ninaendelea kumhudumia, sasa hivi zimeisha. Basi Eno akamshauri kuwa kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu chifu amekuja, wanaweza kwenda kusoma nje ya nchi, maana chifu anaweza kuwapatia scholarship. Baada hapo anamwahi babake kwenda kumhudumia. Bye, siku mwema. Huku nyumbani sasa hawa watoto ni mawifi na huyu mwanamke. Basi huyu mwanamke anaenda kwa jina la Lilian. Hasa hawa watoto ni watoto wa mume wake. Hawa watoto wakanalalamika, hivi hiki chakula gani unapika? Utafikiri unapikia mbwa. Sisi sio mbwa bwana. Chakula gani hakina mboga? Jamani, nimesema nitawapikia. Muda huo anakuja huyu mwanaume. Sasa huyu mzee akasema, "Nyinyi mnapiga nini kelele hapa?" "Baba, chakula amepika kibaya." "Mume wangu, chakula sio kibaya, mbona ni kizuri tu. We onja, kinalaza yote." Mzigo natutupa huku nyumbani kwa kina Eno. Kakake na Eno wa kambo anaitwa Mosco ni mkorofi kweli kweli. Huyu ndo mamake mzazi kabisa. Eno huyu ni mamake wa kambo. Basi anafika Eno anauliza nini? Tena wewe ndo shida kabisa. Yaani wewe sio tumbo moja na mamangu, wewe mpumbavu, wewe uondoke hapa. Mwanangu, yaani kaka yako hakutaki kabisa. Mzigo natutupa huko kwa chifu. Sasa hapa chifu Geoffrey anaambiwa na mke wake kuwa waifungue ofisi, anakubali hapo. Mke wake anampiga mabusu. Hilda anatamaa kweli kweli. Mzigo natutupa huko kwa kina Anita. Anita akawa anafikiria hapo, jamani, sasa au niende nikaolewe sehemu nyingine? Mdau anatoka anakimbia Ana. "We, shida nini?" Ana akasema, "Baba sasa hivi anajinyea ovyo ovyo. Yaani hata sielewi." "Sasa unaniambia mimi ndo daktari? Mimi ni mganga? Hebu nenda kamhudumie huko babako. Usiniambie mambo mengi. Toka hapa." Da, I say. Basi unaambiwa kuwa akapata jibu. Ndamuozesha na mzee. Asubuhi mapema yeye anamfukuza. "Hivi una matatizo gani? Nimekwambia hivi, yani wewe lazima uolewe tu. Tena utaolewa na huyu mzee. Kuna mzee nimeshampata. Wewe usimuona mimi niliolewa na babako. Wewe nilikuwa naendana na umri na babako. Sikia, na wewe na huyu mzee lazima ufunge naye ndoa. Ili uweze kumtibia babako. Mimi nimechoka. Au unataka mimi ndo niolewe? Nimwache babako? Sikia, unaweza kaolewa tu, sio lazima usome. Hivi hiyo elimu yako na babako kipi cha msingi?" Basi huyu Anita anahitaji huyu mtoto wake wa kambo aweze kuolewa na mzee ili awapate matibabu ya kumpeleka mume wake hospitalini. Mzigo natutupa huko barabarani, tunakutana na huyu bidada ambaye anaenda kwa jina la Lilian. Wakati Lilian anaendesha hapo akamuona muuza ndizi. "Hey, ndizi hizo shingapi?" "Hizi ndizi 100." Alivyomwangalia tu akakumbuka mbali. Sasa huyu mama na yeye alikuwaga muuza ndizi miaka 20 iliyopita nyuma. Sasa katika kuuza kwake ndizi akaweza kuozeshwa na huyo chifu, akaacha elimu yake. "Samani, hizo ndizi nahitaji ninunue zote." Sawa, haina shida." "Basi vipi, kuna ndizi nyingine zipo au ndo hizi?" "Nyingine nimevundika nyumbani bado hazijaiva." "Haya." Akampa maelekezo kuwa basi atampelekea nyumbani kwake, ila zote hizi natakiwa ampatie ambazo zimeiva. Basi baada hapa akamletea ndizi zote nyumbani. "Nashukuru sana madam, naitwa nani?" Madam akamwambia, "Chukua kwanza hii biskuti. Mimi naitwa Madam Lilian." "Madam Lilian, nashukuru kukufahamu. Na wewe unaitwa nani?" Kabla hajazungumza basi unaambiwa kuwa akawa anamuuliza, "We." Inaonekana kabisa Lilian ana mawazo. Huyu Lilian aliweza kumpoteza mtoto wake miaka 20 iliyopita na mume wake aliweza kumtoroka. Mapema hii hawa mawifi zake wanafika. "Jamani wifi, wifi, hii biskuti unampa nini?" "Mawifi, hii biskuti kwa ajili ya huyu mtoto." Basi wakanyang'anya ile biskuti na mtoto akamfukuza pale. Mwisho wa siku Eno akawa ameondoka. "Kwa nini mnanifanyia hivi lakini?" Basi wakawa nacheka tu pale, wanaenda zao chumbani. Kitendo hiki kilimuumiza kweli Lilian. Anarudi huku kwa Ana anamwambia kuwa eti nimeambiwa niolewe na ule mzee wa kijiji, ule tajiri mwenye mashamba mengi. Kwa amesema uolewe, mbona mama yako anakutesa sana? Baada hapo mzigo unaturudisha huku nyumbani kwa Chairman Geoffrey. Ofisi ya kijiji imefunguliwa na mke wake ndio atakuwa anapokea matatizo ya wanakijiji. Muda huo Chairman Geoffrey anaingia, anamkuta mke wake akiwa anajilemba. Utafikiri anaenda kwenye harusi. "Unaenda wapi sasa hivi?" "Mme, naelekea pale kwenye ofisi." "Ofisi ndio umevaa hivyo?"
kwani kuna shida gani jamani? Mimi siwezi kupendeza. Ndio, unaweza kupendeza lakini inatakiwa ujisitiri mwili wako. Hapana jamani, nitakiwa nipendeze. Jamaa akasema, lakini ulivyopendeza utafikiri unaenda kwenye harusi, wakati unaenda kuchukua matatizo ya wananchi. Mme jamani, hebu naomba niruhusu basi, nataka kuwahi. Hebu naomba niache basi. Mzigo unatudondosha huko mtaani, tunakutana na rafiki wa Mina. Basi yule rafiki wake Mina walikuwa wakisoma pamoja. Wakati huo tunamwona Eno na Ana wanapita hapo. Sasa yule rafiki yake na Mina akawasogelea, jamani mambo vipi? Mnaendeleaje? Nahitaji mwe marafiki zetu. Muda huo Ana akamwambia wewe toka hapa, sogea hapa. Muda huo vurugu ikatokea. Mshikaji Mina anakuja kusaidia, hataki kabisa rafiki yake awapige watoto wa kike. Basi watoto wa kike wakaweza kufukuzwa hapo, lakini Ana alikuwa na hasira bado. Lakini ulichoamua kufanya sio vizuri kugombana na wanaume. Lazima nigombane nao tu, ujui si bado tuna malengo ya kusoma. Ndio najua tuna malengo. Watoto wa kiume ni watu wabaya ujue. Wanaweza katuvizia hata wakatufanya chochote kile. Ana akasema hapana. Sasa anarudi nyumbani hapa, Eno anakutana kakake ameshika kiboksi cha hela. Kaka, hizo hela sio za mama. Wewe sikia, mimi sio kaka yako. Mpumbavu, mama yangu alikokota tu, ndio umeniletea matatizo mpaka nimekuwa hivi. Hebu niondokee hapa. Toka hapa, hizo hela zikuhusu. Akamsukuma huko kisha akaondoka na kiboksi. Mama anafika anauliza, "Nini hapa mwanangu?" Kama ni kile kiboksi nimeweka makaratasi. Mama, mbona kuniambia mapema? Pesa zote ziko benki. Hebu tuingie ndani mwanangu, sijali. Mida usiku huyu jamaa kumbe alikuwa na genge la wauni. Basi wauni wanamuuliza, "Oya vipi mwanangu, mbona kuna makaratasi tu humu? Wewe unakuja kutuchezeshea mchezo wa panya hapa na paka?" "Hapana jamani, humu mlikuwa na pesa kabisa. Kivipi makaratasi? Labda tutakuwa mazingaombwe." Huyu atakuwa anatuzoea. Sasa ikabidi wamtume kwenda kwa chairman mgeni aliyekuja kwenye hiki kijiji aweze kwenda kuiba pesa. Kwa hiyo akamwambia, "Sikia, sasa unaingia kwa chairman kule, unaenda kubeba vitu vyote kwa ajili yetu sisi ili tuweze kukusamea." "Jamani nitaenda kuiba." "Ndio, inatakiwa uende ukatuibie vitu vya thamani." Mzigo unatudondosha huko kwa huyu tajiri alikuja kupumzika na familia yake hapa. "Hivi wewe mwanamke gani? Mwanamke gani ambaye udaki hata ujauzito? Yaani wewe mwanamke ni mgumba. Tumekaa wote miaka 6, una hata mtoto, una hata chembe za kutapika. Siwezi kuwa na wewe, hata limao ndimu huli. Sasa mwanamke gani niendelee kukaa na wewe? Wewe mshenzi nini wewe? Mwanamke gani huyu?" Sasa huyu Lilian ajaida kaga ujauzito. Sasa sijui nani mwenye changamoto hapa kati ya mwanaume na mwanamke. Basi Lilian anaumia kinoma noma. Mzigo unatutupa huku nyumbani kwa kina Eno. Mamake na Eno akambo anakuja kumfunikia huku akiwa anakumbuka jinsi ambavyo aliweza kumuokota huyu mtoto mtaani, maana alitelekezwa akiwa mtoto mdogo kweli kweli. Huyu mama aliweza kumlea kama mtoto wake. Basi akawa anafikiria hapo jinsi ambavyo alipitia mateso kwa ajili ya kumlea. Mzigo unatutupa huku kwa chairman Geoffrey. Mnataka nini hapa? Niambieni nini ambacho mnataka. Kama ni chifu amesafiri. Sisi tutamsubiri mpaka atakaporudi. Haya bwana, mimi ngoja nipande juu. Mtoto wa kike ni mbabe kinoma. Anavyotembea utafikiria Arnold Schwarzenegger. Muda huo Mina na rafiki yake akawa anashuka chini. Karibuni, mimi sio Mina ni huyu hapa." Jamani, Mina nilikuona ukiwa mtoto mdogo. Huyo ni mke wangu, afu na huyu ni mtoto wangu mpendwa." "Habari yako kaka? Unaitwa Mina, karibu sana." Basi Mina akasema yeye anataka kutoka mara moja. Wazee na wenyewe ikabidi warudi maana rafiki yao hayupo. Sasa huyu chairman ni rafiki wa huyu mzee. "Rafiki, karibu bwana." Asante, pole sana kwa kunisubiri, nilikuwa kwenye kuandaa ofisi mara moja." Hawa ni watoto wangu na huyu hapo ni mke wangu anaitwa Lilian." Jamaa kumuona Lilian akashtuka kweli kweli. Sijui kuna nini kinaendelea kati yake. Huku nako huyu jambazi akatumia fursa hii kuingia. Wakati wao wanatambulishwa hapo, basi yule jambazi akawa anaingia mle maana anatambua kabisa hakuna mtu ndani. "Jamani nyinyi mnafahamiana?" Basi akasema hapana. Kila mmoja akawa ameondoka zake. Huku mwizi akafanikisha kuingia kwenye chumba cha mtoto wa chifu. Sasa wakati anaingia ndani akawa anatafuta sehemu ambazo zitakuwa zimehifadhiwa pesa na mali za thamani. Bahati nzuri akaokota saa moja hivi ya milioni 5. Lakini mshikaji akawa ameingia hapa. "Wewe ni nani unafanya chumbani kwangu?" "Mimi ni kaka jambazi." "Kaka jambazi pumbavu. Msaada jamani, mwizi." Jambazi anaruka serekase na mkimbia jamaa. Mina yuko naye ameunga naye. Huku sebleni mama anamuuliza, "We nini? Jamani, jambazi amepita, huyo alikimbia hapo ni jambazi." Huku jamaa na yeye anakata kona hisia akafanikisha kuruka geti. "Jamani, mtoto wetu huyo asije akapotea akatekwa." Huku mshikaji ametoka nje anashangaa jamaa ndo ameruka geti ametokomea.
Sasa mzigo unatutupa huku, chifu mwenyewe ndo amefika huyo. Chifu karibu. Nilikuwa namuulizia binti yangu Ana yuko wapi, mlembo wangu? Jamani, we nipe tu maokoto, utamuoa sawa? Kwa hiyo nikukupatia 2,000,000 sio itakutosha? Ninayo hapa keshi, ila namtaka leo. Usijali, hapo umempata mke tena hajaitobolewa. Basi sawa. Kombo sosi yake iko sawa? Iko sawa. Basi unaambiwa kuwa hapa Anita akaweza kupokea kibunda kutoka kwa huyu mzee. Wakawa namsubiri hapa Anita aweze kurudi mtoto wake Ana. Njoo mpenzi, njoo kwangu mpenzi wangu. Wewe ndo mpenzi wangu. Huyo mzee ndo atakaye kuoa, ndo atakaye mpeleka babako hospitalini. Una kitu gani kingine? Alafu ana kashepu, ana nini? Ana akasema, "Kwa hiyo anti unataka nini? Mimi niolewe na mzee?" Ndio, huyu mtoto lazima nimuoe. Sasa sikia, utaongeza. Baada ya kusikia hizo taarifa, Ana akaweza kutoroka. Basi ameingia katikona huku, akawa anataka kusafiri kwenda mjini. Bahati nzuri rafiki yake anatokea hapa Eno, anamuuliza, "Wewe unafanya nini huku?" Nataka nitoroke." "Wewe kutoroka sio suluhisho, lazima nitoroke, mimi sitaki kuolewa na Lizee." "Sasa ukitoroka na babako atabaki na nani?" "Mimi sijui bwana. Kwa hiyo mimi sitaki kuolewa tu na mzee. Bora nitoroke nende tu mbali huko." Sasa sikia, tungeenda kwenye ofisi ya kijiji maana imeshafunguliwa. Basi wakawa wamewaza kwenda kwenye ofisi ya kijiji ili kwenda kutoa shida zao, labda atapewa scholarship. Sasa jamaa ameisha iba, anakutana na wale jamaa waliomtuma, alikuwa anataka kuwatoroka. Oya mwanetu, hebu tumuingize chaka huyo. Ngoja tukamfanyie kitu adimu. Hebu sikia. Wewe hebu tupatie kitu ulichokiiba mle. Tupatie hizo pesa. Huyu anachelewa. Jamani, mimi sijaiba kitu chochote. Mbona mnanilaumu? Mimi sijakuta kitu chochote. Wewe sikia, tunakukata sikio la kwanza mpaka utakaposema. Jamani, kweli nawaahidi. Yaani mimi sijaiba kitu chochote. Wewe unatuchelewesha bwana. Hebu tupe, umeiba nini? Tuambie. Mshikaji akaahidi kuwa basi wampe muda, labda siku ya kesho ataingia tena. Labda kuna kitu atakikuta. Wao akaondoka, lakini mshikaji ni kwamba aliweza kuiba saa 2,000,000 akaificha mfukoni. Washenzi wenyewe. Yaani mimi nitoe jasho nusu nichomwe moto. Hii saa naenda kuiuza mjini. Sasa mzigo unatutupa huko ofisi za serikali. Tunamuona hapa Eno pamoja na Ana anaingia huku, lakini huku ndani tunamkuta mke wa chairman akawa anamuwaza yule mwanamke aliyekutana naye Lilian. Ni kama anamjua hivi. "Karibuni." "Madam, shikamo. Niwasaidie nini sasa?" Sisi tumekuja kuulizia nafasi zile za scholarship za kijiji kama zimetoka." Jamani wapendwa, hizo nafasi hazipo na hazijatoka kabisa. Majina yenu hayapo. Mmesikia? Lakini sisi tuna vyeti." Ndio sisi tumesoma, tumemaliza sekondari. Tulikuwa tunaulizia tu kama kuna scholarship." "Nimeambia hakuna scholarship. Tokeni hapa." "Jamani, lakini mbona alisema zimetoka?" "Nimeambia tokeni hapa. Mnataka kunibia?" Nikwambia tokeni." Mama ni mgaidi kinoma noma. Mdoo watoto wake wanafika. Sasa anawaambia kuwa hao ni waizi. "Kwa nini mnataka muibie mamangu?" "Hapana, sisi tokeni." Mdoo mzee anafika na wauliza watoto wanataka nini. Watoto wakasema tumekuja kuulizia nafasi za scholarship. Basi chairman akawavuta mpaka nje huko. Akamwambia nipo nafuatilia hizo nafasi. "Ndio, sisi tunashangaa na tufokea tu, tulikuwa tunauliza." Chairman akawaahidi kuwa mwezi ujao kila mmoja atahakikisha anampatia elimu bora na atampa nafasi ya kwenda kwa kusoma nje za nchi. Mzigo unatutupa huko kwa huyu mama. Sasa hawa mawifi zake wakana mnyanyasa hapo. Sikia, yani huyu sijui wifi gani huyu, wifi ya mchongo, huyu wifi wa kudownload huyu. Yani mpaka sasa una hata ujauzito. Aisee, sisi hatuna wifi. Wakana jichenga hapo. Sasa mtaani huku unaambiwa akana lalamika hapa Ana. "Sasa tumekosa scholarship, inakuaje? Nitaolewa mimi." "Hauwezi kaolewa rafiki yangu." Muda huo Lilian akawa ametoka sokoni kwa miguu. Wakati wao wanazidi kuongea hapa, Eno akaweza kumuona huyu madam. "Madam, leo mbona utembee na gari? Huyu ni rafiki yangu anaenda kwa jina la Ana." Ana akasema, "Shikamo." "Marahaba." Tukusaidie basi hiyo mizigo." "Msijali jamani, mimi nimefika." Tungekusaidia tu tukupelekee nyumbani." Basi wakaweza kubeba huu mzigo na wakamsaidia. Huyu mama ana upendo sana na huyu mtoto. Sasa sijui kwa nini. Huku nyumbani kwa chairman tunakutana na hawa watoto wa huyu tajiri. Umefika hapa. Sasa amekuja mshikaji hapa nauliza, "Nyie mnataka nini?" Sisi ndo tulikuja na baba yetu hapa." Wana wakaondoka wakawaacha pale. Sasa itakuwaje? Mimi nilitokea kumpenda Mina.
Sasa unaambiwa Mina na rafiki yake wapo chumbani huko. Wewe rafiki yangu, kwa hiyo hutaki kuzungumza nao? Ndio, mimi sitaki kuzungumza nao hao bwana, mimi sitaki shobo. Rafiki yake akamwambia kama vipi tungewatongoza tu, lakini Mina akagoma kabisa. Huku nyumbani kwa Lilian tunakutana na huyu mtoto na rafiki yake wameweza kuletwa huko. Jamani tunaenjoy. Maisha mbona mazuri sana. Huyu mama ana roho nzuri kweli. Hata mimi sijui, yani Auntie Lilian ana roho nzuri sana kwa watu maskini. Muda huo mawifi zake na Lilian wakaa na timba hapa. Sikia, nyie vitoto vya maskini mnafanya nini kwenye mjengo wa baba yetu hapa? Ndio mnafanya nini hapa? Hebu tutokeni. Ana akasema, nyie mnataka nini kwa hiyo? Mnataka ugomvi? Mnataka kujua mimi nikoje? Akataka kupigwa kibao Ana, lakini Ana na nguvu za miogo, analima shamba peke yake. Wifi yao anafika. Wewe wifi, hebu fukuza watoto wa maskini. Basi wakaweza kutimuliwa pale. Sasa Ana narudi huku nyumbani, anakutana na mamake wa kambo Anita. Anita akasema, sikia, wewe unatakiwa uolewe, na kama uolewe mimi nakufukuza hapa. Ondoka kwenye hii nyumba yangu kwa sababu hii ni nyumba yangu. Sikia mtoto mzuri, wewe babako mimi nitamlea tu, wewe ondoka. Kwa hiyo Ana anaweza kufukuzwa hapa. Oya, Anita anaamua kumfukuza kabisa huyu mtoto. Yeye anabaki na huyu mzee ambaye ndio mume wake. Sasa huu ndo unakuwa mwisho wa picha yetu hii part 1. Je, tukutane kwenye part 2 hapo. Wewe unafikiri Ana ataelekea wapi na vipi kuhusu wale watoto watajiri kumpata mtoto Mina, mtoto wa chief, itakuwaje? Watafanikisha? Na vipi kuhusu scholarship, wao watoto watafanikisha kwenda kusoma nje za nchi au itakuwaje? Basi tukutane katika episode ya pili. Hii ndio episode ya kwanza inaishia hapa. Tell story wako unaitwa DJ Panado, zila kutuliza maumivu, na hii hapa inaitwa 7 Flix Recap. Ukitaka kutangaza biashara nasi tutafute kupitia namba 0754211152. Na ukitaka kutangaza akaunti yako tuikuze ndani ya masaa machache iwe kubwa, basi tutafute kupitia hiyo namba. Bye.